Dada, yule niliyemwona mchana chumbani kwako yuko jikoni na amevaa vile vile. Yuko anafunua sufuria la mboga. Alafu anapamba puani na zile nguo nyeupe. Anapamba puani? Ni nani huyo? Hapana. Huyu binti pia na matatizo kama ya kwako. Maana alipokuwa mdogo alimpoteza mama yake. Kwa hiyo usishangae, sawa shangazi? Sawa. Pole mdogo wangu. Sikujua kama na matatizo kama ya kwangu. Mungu atakusaidia utakuwa sawa. Lakini dada, mimi namuogopa. Wewe. Nenda kalale. Nenda chumbani kwako, toka. Nanyie, muda umeenda sana. Pia nendeni mkapumzike. Huyu mtu atanisumbua sana. Ngoja saa 8 usiku ifike ili nimpeleke nikabidhiwe kiti changu. Hapo ndipo maisha yangu yalipobadilika kaka. Hapo ndipo mimi nikawa mtoto wa mtaani kwa sababu sikuwa na ndugu yeyote ambaye angenisaidia. Hakuna mwanakijiji yoyote ambaye alinikubali mimi wala huko kunilea hata kunipa tu malazi. Hakupatikana kaka. Maisha yangu yakawa ni ya mtaani. Nikawa ni mtoto wa kutangatanga. Niliishi maisha magumu sana kwa sababu sikuweza kuzungumza. Kulingana na sifa ya bibi yangu pia sikuweza kupata msaada kwa mtu yoyote kaka. Hata ile siku unakuja sijui hata kilitokea nini mpaka nikajikuta nipo kwenye ile hali kaka. Naumia sana. Naumia sana. Kaka. Kaka. Uko sawa? Niko sawa mdogo wangu. Ni vile nina furaha tu kwa sababu mweza kuzungumza tena. Pole sana. Lakini simulizi yako nataka kufanana kidogo na simulizi yangu. Japo tuachane nayo. Unamwona yule binti? Hivi. Kitu changu kina maswali mengi sana kuhusiana na kaka yako. Kwa sababu toka amenioa hajui kunipeleka kabisa kwa wazazi wake. Na kila nikimwambia nipeleke, anakuwa ananiambia tu kuna siku nitakupeleka. Lakini usiku haijawahi kufika.
Yaani hivi, kuna muda moyo wangu unakuwa na wasiwasi sana. Au kuna kitu moyo wangu ananificha kuhusu nini? Hivi, kama kuna kitu nakifahamu kuhusu familia yenu, naomba basi uniambie. Hivi, maswali unayojiuliza, hata mimi najiuliza hayo hayo. Mimi na umri wangu huu, sijawahi kumtia babangu machoni wala mamaangu. Na hao ndugu wengine anaowazungumzia kaka, mimi siwafahamu, japokuwa namfahamu yeye peke yake. Na kila nikimwambia kuhusu kunipeleka nyumbani, na mimi ananiambia hivyo hivyo kama alivyokuambia wifi yangu. Lakini mimi nilikuwa naombi kwako wifi, kwa kuwa yeye ni mtu mzima, wacha tuvumilie, ipo siku atatupeleka. Sawa wifi, acha tusubirie siku ambayo atatupeleka kwao. Yule binti ni mdogo wangu, lakini sio mdogo wangu wa tumbo moja. Ninamaanisha sio damu yangu. Nilimuokota, nikaamua kumsaidia kama nilivyokusaidia wewe, na nikaanza kumsomesha mpaka sasa yupo chuo mwaka wa mwisho. Ninamchukulia kama mdogo wangu kwa sababu kuna muda wanamisi sana kuwa na ndugu niliyezaliwa naye. Namisi sana, lakini sina. Sawa, kimfano siku moja ukajua kwamba mimi nilishawahi kufa nikazikwa, alafu leo naishi na mimi, utaamini? Sawa, nakutania mdogo wangu. Mdogo wangu, hii dunia imebeba siri nyingi sana, na imebeba kumbukumbu za binadamu wote. Lakini kwenye hizo kumbukumbu ziko siri nyingi sana kuhusu sisi binadamu. Sometimes sisi binadamu tunatembea tukionekana ni wazima, lakini mioyo yetu ina majeraha na imebeba maumivu mengi sana. Sawa, hauna ndugu sasa, ndugu yako ni mimi. Basi chagua mimi niwe kaka yako. Nitakusaidia kumtafuta kaka yako, na kama Mwenyezi Mungu atajalia, basi tutampata. Pole sana kwa msiba wa bibi, japokuwa imeniuma kiasi, kwa sababu mimi simjui mama yangu wala simjui bibi yangu kizaa mama, ila baba yangu ninamjua. Lakini baba yangu mpaka sasa hivi anajua mimi ni mfu. Yaani nyie nitasubiri sana kupelekwa nyumbani mpaka jua litawazimia. Kama shoga yangu hapa kasha sawa hata mipango yote tuliyoipanga, leo ananikana. Endeleeni kusubiri bila kujua kwamba hapa nyumbani mnakaa jambazi. Na siku moja livurugwe, liwanyonge nyie wote hapa mfe. Wewe kweza unaishi na mtu hata ujui kwao ni wapi, hata yeye mwenyewe kwao hapajui. Makubwa yetu macho. Wifi, achana naye huyo, najua na matatizo. Wifi, naomba unisikilize. Mimi naamini sana mume wangu, na imani tu ipo siku atatupeleka nyumbani kwao.
Kwa hiyo mimi sina kabisa wasiwasi. Najua ipo tu siku ambayo nitamjua mama mkwe na baba mkwe wangu na hao ndugu wa mume wangu wengine. Na sasa hivi moyo wangu umekuwa na furaha sana. Nikikaa nikafikiria na naona kabisa mama mkwe wangu atakuwa anafanana na wewe. Wifi bwana, acha tusubirie siku na saa atakayotupeleka kaka kule nyumbani. Sawa wifi. Natamani sana nikwambie siri nzito, lakini ninahisi nitakubebesha nyama mbichi yenye damu ambayo haijaganda. Wewe ni mdogo wangu, na kwa sasa wewe ni samani yangu. Sawa, endelea kunichagua mimi kaka yako. Sawa? Ndio kaka, nimekuelewa. Nitakuwa na amani na nitaishi kama ulivyonielekeza. Okay. Sasa ni usiku. Nenda kapumzike. Kesho ukiamka utaendelea na majukumu yako ya kila siku. Sawa kaka. Uwe na usiku mwema. Asante. Moyo wangu unahisi kitu kwa huyo binti. Alizaliwa na kaka yake, akaishi na bibi yake kizaa mama. Bibi yake amekatakata mapanga na mama yake alikufa na ugonjwa. Hamjui baba yake. Amekuwa hana malezi ya baba, na mimi nimekuwa sina malezi ya mama. Ni mdogo wangu au mimi ni kaka yake? Hapana. Majibu ya Mwenyezi Mungu. Kama kuna ukweli katikati yetu, basi utajulikana, kwa sababu ukweli haujawahi kubadilika. Ni kama maji yanayoishi kwenye bahari isiyokuwa na mwisho. Wewe Kibonge, mbona uko peke yako? Wenzio wako wapi? Mkuu, mimi nilikuwa natoa hicho kitu mngenikabidhi mwenyewe, kwa sababu hiyo Chaudele hawezi kufanikisha kabisa, na huyo Nesi hana ndugu yote la kumtoa kafara. Unadhani atamtoa mdogo wake yule mlokole? Hawezi hata kumsogelea. Kwa hiyo mkuu, mimi nilikuwa naomba tu kitu mnikabidhi, kwa sababu mimi mkinikabidhi nitakuwa malikia bora. Nitakuwa nasafisha kilinge kila siku, kwa sababu mkuu, nitaendelea kujinenepea. Nitakuwa najitafutia minofu na kutafutia na wewe. Acha tamaa, subiria wenzako waje, tuone ni nani aliyetoa kafara, ndo tutamkabidhi kiti, kwa sababu nasikia Chaudele amekamilisha kila kitu. Sasa acha tumsubiri, unaelewa wewe Kibonge? Lakini mkuu, mimi na tuanze tukawa mashosti. Kwa hiyo kinikabidhi tu kiti cha kichawi, nitakuwa nakuletea vitoto vichanga, kwa sababu mimi nina vitoto vingi kule kwangu.
Au unaonaje shoga yangu? Kimya. Nimekwambia tu asubiri. Dada, unaenda wapi? Hivyo kumbe mjinga Huu si mlango wa kuingilia chumbani, naenda kulala sasa hivi ni usiku. Unajipya? Dada, hivi umepatwa na nini lakini? Kwa nataka kuniambia umesahau kila kitu tulichokuwa tumekipanga? Alafu, tulimwekea shemeji sumu afe. Uliniambia itaanza kufanya kazi usiku. Mbona afe? Au ulinidanganya haikuwa sumu? Na bado tulielewana. Wasipokufa kwa sumu, tutawanyonga. Vipi, huo mpango wetu unaendeleaje? Hivi kumbe wewe binti ni mjinga Hivi kumbe wewe ni muuaji? Hivi kwa akili zako wewe, naweza nikamua mimi mume wangu? Kwa hiyo kumbe alichokuwa ananiambia mume wangu kwamba wewe una mipango mibaya na sisi. Kwa hiyo ni ukweli Wewe Chaudele, mbona umekuja peke yako? Mwenzio yuko wapi? Samahani mkuu. Nesi hawezi kuhudhuria kwa sababu yupo kwenye zamu ya usiku. Mmeshakuwa wazembe sana. Sawa, acha tufanye kilichotuleta. Kafara yangu umeikamilisha, na kama umeikamilisha naiomba ili nikukabidhi kiti uwe malkia mpya. Utakalia hiki kiti mpaka nitakapokuwa mtu mzima mimi. Bibi wakati anakufa aliniambia nitamlisisha mtu. Nikikuwa ndo nitakikalia hicho kiti. Kwa hiyo nitamkabidhi mtu hiki kiti kama atakamilisha masharti yangu. Ninaomba kafara ili nikuapishe. Mkuu, mimi kafara yangu nimeikamilisha, lakini amenipotea na sijui ameenda wapi. Na nimemtafuta kila sehemu, lakini sijampata. Ila huyo mtu niliyemuua ni mlafi sana. Na hisa ameenda kufunua masufuria watu kwa majirani. Nisikilize Esther, mimi siwezi kushiriki kwenye huo mpango wako. Na kama hii nyumba imekushinda, basi ondoka kwa amani kabisa. Sitaki uniharibie ndoa yangu. Mimi nina roho mbaya Esther. Tena ukitaka kumgusa mume wangu, nitakuumiza. Sikiliza. Mpango wa kufanya mauaji, achana nao. La sivyo Esther. Oh. Kumbe nyumba nzima imegeuka kwa maadui zangu. Sasa basi, hata dada naye pia nitamuua ili nimiliki hizi mali. Mimi ndo Esther. Sasa acha niwaoneshe. Mkuu, si nilikwambia? Mimi nilijua tu. Huu ni mjinga hawezi kufanya kitu chochote. Kimya wewe. Kimya na wewe. Halafu wewe
Nimekuvumilia muda mrefu. Vita ya uchawi unaihamishia mpaka kwenye familia yangu. Yaani unanipigia mdogo wangu. Sasa ni hivi. Hiki kiti ukikalie, lazima nikikalie mimi. Oh, wewe unataka kunipanda kichwani. Sasa ngoja nikubaruzi ili tikiti nikikalie mimi. Unanitishia? Mimi mwenyewe naweza, tuonyeshane. Hebu acheni ujinga. Sasa nisikilizeni kwa umakini. Ninatoa siku 2, atakayekuwa amekamilisha masharti yangu ndio atakuwa malkia mpya hapa kwenye Kilinge. Sawa mkuu. Mimi nakuahidi nikitoka hapa naenda kukamilisha kafara yangu. Na kesho nitamleta mdogo wangu hapa kama sehemu ya kafara. Aya, ondokeni. Chiliku mdogo wangu. Njoo nisaidie. Dada, sasa kwa nini ulikufa ukaniacha peke yangu? Sasa kwa nini uliondoka? Au mimi kuna sehemu nilikukosea labda? Mbona wewe ulinifanyia hivyo na mama na baba? Na kaka naye alinifanyia hivyo hivyo. Kwani mimi nilikosea wapi? Unataka nibaki na nani sasa? Niambie basi, kama kuna mtu mbaya ndiye amewafanyia hivyo. Niambie niweze kumjua ili niweze kuwasaidia. Moyo wangu na majeraha dada. Naomba uje basi. Rudi. Mdogo wangu, kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Nimekuja kukamilisha kafara yangu. Mimi nimesha hapa. Ni lazima nikaje kiti cha uchawi. Lakini nakupenda sana. Ulichokuja kuharibu ni kwenda kinyume na mimi. Nilipanga nimuue kaka yako, lakini nimeshindikana. Sasa basi, acha nikuwe wewe mwenyewe ili nikamilishe kafara yangu. Kesho asubuhi lazima kutakuwa na msiba. Na kwenye huo msiba, mimi kama dada wa marehemu nikulia mpaka nazimia. Usikume umejisahau. Na kitu chako unajivunia kipo pembeni. Najua siwezi kufeli siku ya leo. Acha nikamilishe kafara yangu. Na utanisamehe sana mdogo wangu.
Chiviko mdogo wangu, mbona mimi niko hapa mbele yako? Nichukue tena tukaishi kwa nyumba ya baba na mama. Nateseka Chiviko, mama nisaidie mdogo wangu. Mbona sikuoni dada? Nasikia tu sauti yako lakini mimi sikuoni. Njoo basi mbele yangu nikuone. Njoo mbele ya macho yangu dada. Njoo nikuone nikusaidie. Kiukweli mimi moyo wangu unaniuma dada. Mimi nateseka. Bado tuishi wote. Dada, mbona umenyamaza? Sema kitu. Njoo kwenye mboni ya macho yangu niweze kukuona. Uko wapi sasa? Mimi sikuoni. Dada, mbona umenyamaza? Sema basi uko wapi? Oh, kumbe na Rozali hauna. Kama najiona kazi yangu inavyoenda kuwa rahisi. Ama kweli mizimu yangu inazidi kunisaidia. Huu ndio muda mwafaka wa kwenda kukamilisha kafara yangu. Chaudere, nakupa pole sana. Moyo umebeba siri, moyo umebeba maumivu, moyo moyo maumivu.
usihukumu uso. Uogope moyo.